ninaona kabisa kwamba Watanzania ni kama wametelekezwa na mtu wa kuwapigania hayupo. Mtanzania anaweza kanyanyaswa na afisa mtendaji. Mtanzania anaweza kanyanyaswa na afisa afya wa kata. Mtanzania anaweza kanyanyaswa na konda wa daladala. Daladala ikatoka hapa kasema mimi naishi hapa Shukeni na watu wamenipa nauli ya kuelekea mwisho. Kwa hiyo huwa naona kama Watanzania ni kama viumbe waliotelekezwa hivi. Kwa unasimama kama mtetezi wao? Ninasimama kwa niaba yao. Kwa sababu sioni kama wana uwezo wa kujitetea mahali popote. Mimi sio mwanasheria. Sasa ni nani amekuvesha mamlaka ya kusema ni mtetezi? Mamlaka ya kusimama kwa niaba ya Watanzania, naweza kusema nimejivisha, lakini kumbuka mimi ni raia wa taifa hili. Nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, nimezika wazee wangu katika ardhi hii ya Tanganyika. Kwa hiyo nina haki ya kutoa maoni katika taifa. Nina haki ya kusema kile ninachokiona. Nina haki ya kushare maumivu ya majirani zangu na marafiki zangu, yale ambao wanakutana nayo. Kila binadamu ni mwoga, lakini viwango vya uoga tumetofautiana. Kwa mfano mimi sio kwamba sio mwoga, ni mwoga. Isipokuwa nakabiliana na uoga wangu, nakabiliana na hofu yangu. Kwa maana hiki kitu lazima niseme. Hiki kitu lazima viongozi wasikie. Sasa kwenye ukosoaji hapo uone sasa kama unagusa ugali wa mtu. Kila mtu anataka ugali. Mkuu wa wilaya anataka ugali, lakini huyu mwananchi maskini pia anataka ugali. Hakuna asiyetaka ugali. Hata mimi nataka ugali. Mimi nimekaa ndani polisi, familia yangu imeathirika. Unaona? Watoto wangu wameathirika. Nataka ugali. Hakuna mtu asiyetaka ugali. Shida yangu hapa ni kwamba sisi wataka ugali tujaliane. Tujue kwamba yule mvuta mkokoteni anataka ugali na mimi natembea kwenye viti nataka ugali, tujaliane.